Katika taasisi yoyote au katika shughuli yoyote, huwezi ukafanikiwa kama hujatambua kwamba hatari unaweza kukutana nazo na namna ya kuziepuka. Ukishatambua kitu hatari, utakuwa na mikakati ya namna ya kukiepuka. Kwa hiyo taasisi yoyote haiwezi kaendelea kama haijui vihatarishi vyake. Katika taasisi kama hii kutokana na uwepo wa idara mbalimbali na vitengo na shughuli nyingi, kuna vitu ambavyo viko likely kutuharibia kazi. Wewe ukiwa kama mwanasheria kwa mfano, hauko current na sheria zilizopo, huendi mahakamani kwa sababu huna means. Yaani kuna vitu vya namna hiyo ambavyo sasa sisi kama taasisi tunatakiwa tugundue hivyo vihatarishi ambavyo vinatu inhibit, yani vinatuzuia kuweza kufikia success ambayo tunaitazamia katika shughuli zetu za kila siku. Lakini kwa ufupi ni kwamba tunatarajia kwamba kila risk champion wa kila idara, basi yeye atakuwa na shughuli kubwa tu moja ya ku-identify riski zilizopo kwenye idara yake au kwenye kitengo chake, lakini pia na kuzijaza kwenye mfumo. Kwa atakuwa anazifanyia reporting kwenye mfumo kwamba ile riski aliyo identify pengine ni kubwa kiasi gani au ni ndogo kiasi gani na inaendeleaje, au kama imetatuliwa atakuwa anajaza kwenye mfumo. Ule mfumo implementers wake wako aina 4. Aina ya kwanza tuna champion ambao tayari walishateuliwa, na aina ya pili ni risk owners ambao risk owners ni wakuu wa idara. Kila mkuu wa idara ni mmiliki wa vihatarishi kwenye idara yake, kwa sababu yeye ndo implementer wa kwanza wa zile objectives za kwenye strategic plan. Wengine ni coordinator, risk coordinator. Risk coordinator yeye sasa ana oversee vyote vinavyofanyika kwenye institution kama vile halmashauri au labda kama hospitali hizi za rufaa zinakuwa zinajitegemea. Mafunzo yalikuwa ni mazuri na yalikuwa na lengo kuangalia vihatarishi katika halmashauri, kwa maana ya kuhusianisha namna ya kusimamia vihatarishi na mpango mkakati wetu wa halmashauri ambao unaiwezesha halmashauri kufikia malengo yake. Zipo faida mbalimbali ambazo kama halmashauri tukiweka usimamizi madhubuti wa vihatarishi itatupelekea kufikia malengo yetu kwa ufanisi. Tutaokoa fedha na muda, kwa maana baada ya kutambua vihatarishi vyetu tutafanya kazi kwa ufanisi na kwa bidii.